Sasa leo hii kuna mambo fulani ambayo nilitamani ni kuelekeze katika kipindi changu hiki. Cha kwanza, unaposhikwa na hali mfano kama hizo za homa, hali za kutetemeka, hali za kutapika, mfano hali hizo za chafya zile zinazoashiria homa na vitu kama vile hivi, kitu cha kwanza ambacho unatakiwa ukifanye ndani ya masaa 24, naomba uzingatie, sio ukae na hizi hali siku 3, siku 4, siku 5. Huu mwongozo ninakupa ni mwongozo ambao utaufanyia kazi ndani ya masaa 24. Kama utakusaidia alhamdulillah, kama hauja kusaidia basi baada ya masaa 24 sasa ndipo unatakiwa uende waone madaktari wakusaidie, pengine utakuwa umesibiwa na tatizo kubwa zaidi. Lakini awali usikimbilie kumeza mavidonge au kufanya nini, hapana. Kitu cha kwanza ambacho unatakiwa ukifanye, moja, hakikisha unapata vinywaji ambavyo vina nini, vina asili ya joto. Kwa mfano mdalasini, tangawizi, karafuu, vinywaji vya namna hii, zaatar kidogo unachanganya. Hivi vitu hivi unapokuwa wewe unavitumia vinakwenda kusaidia, kwa sababu mwili upo katika hali ya kujihami, ndiyo maana joto limepanda. Mwili upo katika hali ya kujihami, ndiyo maana uko unatapika. Mwili upo katika hali ya kujihami, ndiyo maana. Kwa hiyo wewe unapofanya hivi vitu, kama si gonjwa kubwa, ni ugonjwa tu ambao labda kwa bahati mbaya umeingia, ni bakteria kwa bahati mbaya umekumbana nao, unapofanya haya mambo yanakusaidia kwa namna moja au nyingine kukurejesha katika hali ya nini, katika hali ya kawaida, hali yako ya salama kabisa. Kwa unatakiwa hivi vinywaji hivi kama chai ambayo ina asili ya joto, na sio chai ya majani. Usitumie chai ya majani meusi, tutakuja kufanyaje kuiongelea. Tumia chai ya viungo kama hivi ambavyo nilivyoashiria. Lakini zaidi ya hapo unatakiwa pia unywe juisi hizi ambazo ni juisi asili. Inabidi unywe kwa wingi wakati huo. Jitahidi sana kunywa hizi juisi asili. Na kanuni ya juisi pia tutakuja kuelezea huko baadaye. Kuna watu wengine wanachanganya matunda mengi kwa wakati mmoja. Hapana, hatutaki kufanya hivyo, kwa sababu uchanganyaji wa matunda na wenyewe pia una taratibu zake.